Naomba nimalizie hii law kwa kutolea mfano. Kwenye hichi kitabu cha Bible cha ambao kwa Waislamu kinamwongelea huyu Isa bin Maryam, alikuwa anatolea mfano, anaongelea kwamba the kingdom of God, ufalme wa mbingu. Sasa hizi zote mimi siongelei katika outer party, kwa sababu outer party, ufalme wa mbingu ni mambo ya dini, hayo si mbinguni. When you talk about the kingdom of God, kwenye inner meaning, you talk about your success, your personal goals and business goals, success, your level of success, ndio inaitwa kingdom of God, that higher level of success. Anatolea mfano wa wale wanawake wawili ambao walikuwa wanawake 10, 5 walikuwa wapumbavu, 5 wenye hekima. Wale wanawake 10 wanawali ambao wanasema walikuwa wanasema mfano wa Mungu unafanana na bibi harusi, yani bwana harusi na wao wanawali. Ukiangalia kuna maneno mmoja yanaongelea bwana harusi, bibi harusi. Those who read the Bible, unajiuliza kwa nini ufalme unaongelewa bwana harusi, si bibi harusi, bwana harusi, bibi harusi? It's all that part, the female and the male part. Nitolee mfano wa mwisho kwenye vitabu hivi ambavyo nadhani hata pia kwenye Qur'ani imeongelea sana, kwamba huyu Adam na Eva, kwamba huyu mwanamke ambaye mwanamume baada ya Adam kuona kwamba Mungu alimletea kila aina msaidizi kashindikana, akaamua kumletea huyu mwanamke tunamuita msaidizi, lakini kuna kitu kinaitwa kwenye lugha ya Kiingereza, kuna kitu kinaitwa, kuna huyu mtu anaitwa, kwa mfano kuna mtu anaitwa msaidizi, kwa maana kwamba tuongelee mfano makamu wa rais na waziri mkuu. Kuna mtu anaitwa assistant na kuna mtu anaitwa helper. Kuna mtu anaitwa assistant na kuna mtu anaitwa helper. Kwa Kiingereza wote, kwa Kiswahili wote wanaitwa wasaidizi. Sasa mwanamke ni assistant au ni helper? Nadhani kiuza tutatoa nafasi ya uza, lakini nikikuuliza mwanamke ni assistant au ni helper, tafsiri yake ni kwamba, tutolee mfano wa Rais Samia. Rais Samia anaongozwa na ana watu wawili wakubwa sana pale. Mmoja ni assistant, mwingine ni helper. Makamu wa rais tunamuita ni assistant. Assistant ni mtu ambaye anaweza akawa alternative, yani usipokuwepo anaweza akachukua nafasi yako. Ni assistant, yani sio lazima awepo, hata asipokuwepo it's not a big deal. Makamu wa rais asipokuwepo, ndio maana makamu wa rais hajulikani sana kwa sababu ni assistant wa rais. Lakini helper ni yule ambaye bila yeye mambo hayaendi. Waziri mkuu tunaita ni helper wa rais, kwa sababu ndio kiongozi mkuu wa baraza la mawaziri pale, ndio anaoongoza na coordinate zile wizara zote. Kwa hiyo mwanamke anaitwa ni helper. Helper kwa maana kwamba alikuja kwa ajili ya kumsaidia huyu, and without that hawezi kukupasua. Kwa hiyo when you talk about the conscious and the subconscious mind, the subconscious is the helper to the conscious, and without this subconscious, the conscious is nothing. Kwa hiyo sisi tunaishi katika conscious world, na ndio maana hata kwenye kupanga ya malengo ni ngumu sana sisi kufika ile hatua, kwa sababu we live in the conscious world. Na kwa kumalizia, tunakuja kwenye hii law ya mwisho ambayo inaitwa the law of attraction, ambayo inakuja ndio inaongelea kwa kirefu kidogo hiyo conscious and subconscious, lakini sitaienda deep. Law of attraction yenyewe inasema, the law of attraction says that which is like unto itself is drawn, yani kwa maana kwamba anasema like attracts. Sometimes inaitwa the law of abundance, yani law ya wingi, ambayo the law of attraction yenyewe inasema when you need something don't say I want. Kwa mfano, naomba nitoe mfano tu kitu kidogo, kwamba when you pray, kwa Waislamu na Kristo kuna kitu tofauti kati ya sala na maombi. Kuna kuomba na kuna kusali. Usipende sana kutumia lugha ya kuomba, kwa sababu unavyosema naomba, namuomba Mungu, una create nothingness, emptiness in you. Unavyosema naomba means you don't have, so you are asking to be given. Sasa hiyo inakuwa ni against the law of abundance. Lugha nzuri tunasema nasali, to pray. Kusali ni tofauti na kuomba. Kusali means you make things happen, yani huhitaji. Naomba nitolee mfano mmoja. Namalizia huu mfano mmoja, then natoa nafasi kwenu.
si nasomaga sana, napenda kutumia vitabu viwili kwa sababu Qur'ani na Bible ndio dini zetu wengi wetu hapa. Qur'ani sijaisomea sana, lakini kuna mifano mingi sana ambayo inatoka kwenye kitabu cha Biblia. Kwa hiyo kwa Waislamu nadhani mnamtambua huyu Isa bin Maryam ambao wanamuita Yesu. Kuna mfano mmoja wa kisa kimoja kipo pale kwenye Biblia kinaelezea vizuri sana hii mambo ya kuomba na kusali. Kulikuwa huyu Isa bin Maryam au Jesus alikuwa ameenda sehemu akawahubiria watu kwa muda mrefu sana. Wale watu ikafika tu wakachoka, njaa ikawa inawauma. Watu walikuwa wengi sana, wanasema walikuwa 5,000, wanaume 5,000 bila kuhesabu wanawake na watoto. Sasa wale watu wakahisi njaa, wakataka kula. Sasa wale wanafunzi wasema tunafanyaje hawa watu? Tukisema tuwaruhusu waende kula sasa hivi kwa huo muda itakuwa ni issue, na sehemu gani watapata chakula cha kuwalisha watu wote? Yule Isa alichokifanya, kuna kitu kimoja sasa muelewe utofauti sasa wa how to pray. Alichokifanya yeye, cha kwanza aliwaweka watu kwenye makundi. Aliwaandaa watu kwenye makundi, akawaweka yani kwenye vikundi vya kula, yani makundi pale, kwa maana kwamba sinia zote zinakaa katikati. Kwanza wauliza kuna nini, akaambiwa kuna mikate miwili na samaki 3 whatever, kuna watatu, kuna 3 na 5 samaki na mikate. Ilikuwa ni michache, ndani za samaki 3 na mikate 5, something like that. Akawauliza okay, vile vitu vichache tu vile. Baada ya pale, kitu cha kwanza alichokifanya, aliandaa meza, kwa maana kwamba aliandaa vitu. Kwa hiyo the lesson here is that when unavoomba tayari umeshatengeneza ile hali ya kutokuwepo. Yani you have nothing, so you are asking. Lakini unaposali, tofauti yake ni kwamba you know that something is available. What you need is just to create awareness in you. Yani kukifanya kitu, yani tayari you know it is available. You don't have to ask. Kipo, it is there in abundance. You don't have to beg or to ask for God. It is there. Kwa hiyo alichokifanya huyu Isa bin Maryam, kwanza aliwapanga watu kwenye makundi, kwamba aliandaa, yani he prepared without, kabla hajajua hicho kitu kitakuwepo, akaandaa vile vitu vyote. Then akachukua ile vitu, ile mikate na samaki, akashukuru, akavinywa juu na kushukuru. Akaambia okay, nendeni mkawagaie watu. Kwa hiyo kilichokuwa kinafanyika, walikuwa kila wakichota na kugawa vile vitu havishi. Kila wakichota wanagawa kwenye yale makundi, watu wakala na wakasaza. Hiyo ina maana kwenye the law of attraction. What you attract is what comes in you. When you attract lackness or littleness, that's what comes. Hatupati tunachokiomba, tunapata tunachokistahili. Kile ambacho kimejaa juu yetu ndicho tunachokipata. Sasa hii laws pia ina mifano yake mingi sana, ambayo sitaki niende deeper kwa sababu ni mambo mengi yanahitaji muda mwingi. Lakini hizi laws zipo 12 na kila law inamrepresent mtu mmoja kwenye wale wanafunzi 12. Kwa hiyo kitu cha kwanza, when you start planning your goals, your personal and business goals, you need to observe these goals. Kwa hiyo kitu cha kwanza nilichokisema kwenye hizi laws ni living. Weka malengo yako ukifuatia kwamba ukijua kuna hiyo kanuni. Kama unafanya malengo alafu you don't observe the repetition nature of the universe, malengo yako hayawezi kutimia. Sijui nitolee mfano wa malengo gani. Kwa mfano mimi katika malengo yangu ya kibiashara, kwenye biashara yangu ninayofanya, miongoni mwa malengo yangu ni kuongeza wateja every day. Lakini ili niongeze wateja wangu every day na nifikie target ya wateja na wataka, kuna hizo issue kama hizo, the repetition nature of the universe. Na ikuta na issue. Kwa mfano, when you wake up, I'm talking about your personal goals. Tengeneza ile mazoea. Mfano hata kwenye kuamka, ukitengeneza mazoea ya kuamka saa 10 kila alfajiri saa 10, that is part of who you are. Yani kama ratiba zako wewe leo umeamka saa 10, kesho unaamka saa 1, kesho kutwa unaamka saa 12, you are going against the universe. It's against the nature. Miongoni mwa sababu zinazosababisha watu wanaumwa vidonda vya tumbo, ulcers, sio kutokula sana, kwamba mtu hali ndio anaugua vidonda vya tumbo, no.
Vidonda vya tumbo vinasababishwa na kutokuwa na ratiba kamili ya chakula. Kwa wale ambao tumesoma biology, kuna kitu kimoja kinaitwa kongosho. Kongosho inakaa pembeni ya ini pale, kwamba ile kongosho inadondosha enzyme fulani. Ile enzyme ndio inarahisisha mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo unapokula kile chakula utakuwa umeshiba mpaka ile kongosho idondoshe enzyme pale. Ile enzyme ndio inameng'enya chakula kile, kinachanganyika. Sasa kinachofanyika pale, ile kongosho ina observe laws of universe. Yani hata mwili wetu wenyewe ni complete system of God. Ndio maana unakuta ukizoea kuamka kwenda kukojoa saa 10 alfajiri, kila ikifika saa 10 lazima utaamka kwenda. That's how it is supposed to be. Ukizoea kula saa 7 mchana, kila ikifika saa 7 lazima uhisi njaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni muda ambao kongosho inaandaa, inajua huyu mtu anajiandaa kuja kula, inaandaa kudondosha pale ile sumu, ile kemikali. Kwa unakuta inadondosha saa 7, inakuta hamna chakula, wewe umekula saa 10. Kesho inasema ni saa 10, inakuja kudondosha saa 10, wewe umeshakula saa 5 asubuhi. Kesho inadondosha saa 5 asubuhi, wewe unakula saa 8. Mwisho wa siku ile tumbo pale inatengeneza hali ambayo vidonda vinaanza kutokea. Kwa hiyo the routine, this is the law of breathing. We need to live according to this law of breathing. Tukiamua, kama umeamua kuamka muda fulani, watu wote waliofanikiwa ukiangalia, they have some kind of routine. Siku moja nilikuwa namsikiliza Makongoro Nyerere, alikuwa anaelezea kuhusu babake. Anasema baba alikuwa alikuwa anaongea saa ngapi, kwamba saa 10 sio anakuwa yuko pale nyumbani amekaa kwenye kiti, kila saa 11 alfajiri lazima aende kanisani pale kusali. Yani you must be predictable. Lazima uwe predictable. Yani lazima uwe mtu wa kutabirika. Usiambiwe kwamba mtaki kutabirika. No. Success people, they are predictable. Because God is predictable. Faith, yani mzizi wa imani, ni predictability. Sababu inayotufanya sisi tuwe na imani ya Mungu, kwa sababu Mungu ni predictable. Kama Mungu kama hatabiriki, then that is not God. Ndio maana mkulima anaenda kuandaa shamba wakati wa jua kali, kwa sababu anajua baada ya jua ni masika. It is predictable. Anaandaa, asiyejua atamshangaa, huyu mpuzi mbona anaandaa jua kali, anaandaa mashamba. They know that is nature. It is predictable because God of the routine nature. Kwa hiyo even our God is predictable. Ndio maana shetani anacheza sana na Mungu, kwa sababu anajua God is predictable. God ana laws na hawezi akaenda against those laws. Kwa hiyo anacheza naye hivyo. Kwa hiyo even ourselves, when we know this nature, even when we set our personal goals, this predictability nature of the universe, we need to observe it. It is predictable. Tunaenda kulala kwa sababu tunajua asubuhi lazima ije. Mwanafunzi anaandaa, ananyosha, unaandaa nguo zako vizuri kwa ajili ya kesho kazini, because unajua asubuhi lazima ije. It is predictable. That is nature and that is God. Kwa hiyo everything that is nature inaonyesha characteristics of God. Everything that is nature shows the characteristics of God. Bahari ni predictable. Maji yakienda tunajua yatarudi tu pale Coco Beach, kwa sababu that is part of nature and that is part of God. Kwa hiyo hivyo ndo vitu ambavyo nilipenda sana nijadili, lakini kwamba when we set our personal goals, that the law of breathing, the law of gender, the law of attraction, or the law of abundance. Set your goals knowing that the universe is abundant. The universe is abundant. Mwisho kabisa, siku moja nilikuwa naongea na anko wangu, akawa ananiambia kwamba hii bahari unayoiona hii nchi kavu hii, sisi tuko kwenye nchi kavu ni kama nilidonge fulani, ni kama barafu fulani lililoganda, lakini ukitoboa chini kabisa kuna kitu kinaitwa water table, kwamba hii nchi kavu hii chini kabisa kuna mwamba, ukivunja mwamba chini ni maji. Yani hii bahari inaenda kukutana chini kabisa ni maji. Kwa hiyo sisi tunaelea, hii nchi kavu ni dongo linaloelea, chini kabisa ni maji. Ndio maana visima virefu, unapochimba kisima kirefu, tunavyosema umetoboa mwamba, kwa maana kwamba umekutana na maji ya chini yale ambayo yanatembea kule bahari.
Ndio maana kisima kirefu hakiwezi kukauka. Sasa anko akawa ananiambia, unapopambana kwenye kutafuta mafanikio ni kama unavyochimba kisima. Kisima maji yatakuwa ni ya shida, lakini utafika level fulani ambapo utatoboa mwamba. Ukishatoboa mwamba kule chini, mafanikio, yani mafanikio kwa maana kwamba success, you don't have to be selfish. Kwa sababu kule chini maji ni mengi kiasi kwamba sio wingi wa maji ambao unakusababisha uwe mchoyo, ni ukubwa wa kikombe chako au vyombo vingi ulivyonavyo nyumbani kwako ndio vitadetermine level yako wewe ya kujaza maji. Kwa hiyo we don't have to be selfish. Hatuhitaji kumnyima mtu ulichonacho, huhitaji kuficha kitu because of the law of abundance. Our God is God of abundance. Na hatuhitaji kusema Mungu naomba. No, we have to know that our God is God of abundance. We prepare the table. Kwa hiyo when you set your goals, you have to know that lengo letu tunapopambana usiku na mchana, tunaamka tunapambania biashara yetu, lengo letu ni kutoboa mwamba. Tunachimba kisima ili tutoboe mwamba. Na baada ya kutoboa mwamba, kinachodetermine ni wingi wa vyombo vyako tu. You don't have to be selfish. This is the law of attraction or the law of abundance. Nashukuru sana kwa yote niliongea. I don't know if nimepitiliza muda au nimewahi, I don't know, lakini naomba niishie moderator kama kuna maswali au kuna au kama nimeenda off point kwenye mada ambayo nitakiwa nijadili. You are welcome. Nashukuru sana. Okay, asante sana Mr. Gerard kwa ajili ya muda wako na kwa ajili ya mada hii ya jinsi ya kuweka malengo binafsi na malengo ya kibiashara. Sasa tuna kama dakika 8, lakini itategemea kama watu watakuwa bado wana maswali, basi tutaendelea mpaka watu watakapokuwa wameridhika. Hivyo basi naomba niwakaribishe kwa yoyote mwenye swali kwa Mr. Gerard au kwa yoyote ambaye anahitaji ufafanuzi zaidi, kuna sehemu hajaelewa au kuna kitu hajaelewa, basi ninamkaribisha ili aweze kumuuliza Gerard na aweze kuelekezwa zaidi ili aweze kuelewa. Kwa sababu ninatamani baada ya kipindi hichi kila mtu awe ameelewa au kila mtu awe amepata package yake kwa ajili ya maisha yake. Kwa hiyo karibuni, kama una swali au una mchango wowote, karibu. Habari ya jioni wapendwa. Salama. Okay. Salama. Yeah, naitwa Manase Mbanza. By the way, mimi ni mfanyabiashara. Nilikuwa interested sana kusikia moja ya topic, kwa hiyo nimetumia muda mwingi sana kusikiliza kwa makini alichokuwa na present Mr. Gerard. And actually alivyokuwa anaongea na jaribu kuangalia hii repetition na routines, moja kwa moja nimekimbilia Google. Nikajaribu kuangalia one of the most richest person in the world, Elon Musk. Nimeona ana vitu vinavyojirudia kila siku, zile timetable yake. Yaani inajulikana kwamba asubuhi anafanya hivi, anafanya hivi, anafanya hivi, anafanya hivi, anafanya hivi, anafanya hivi mpaka hapo alipo. Ila sasa kitu ambacho naomba kuulizia kuelewa, kwa sababu hivi vitu naona kama vinataka kuingiliana kwenye kada zote, kiimani na kwa shughuli zetu za kila siku. Tunatofautisha vipi shughuli, I mean business na personal goals? Sijui nimeeleka. Yeah, nimekuelewa. Yeah, kujibu tu kwa haraka, tofauti wake ni kwamba when we talk about personal goals ni hivyo kwamba we talk about malengo
yako wewe kama Menas as an individual, kwa maana kwamba routine zako wewe. When you talk about business goals, you talk about unapotoka kile unachoenda kukifanya. Sisi hapa duniani tumeletwa kufanya jambo fulani. Kila mtu amekuja hapa duniani kufanya jambo. Ana talent fulani ambayo amepewa. Whatever kama umeshaijua au haujaijua is not an issue. Lakini kuna talent umekuja kuifanya, ambapo unapotoka asubuhi you need to go and do it. Kwa hiyo when you set about kwa mfano tuongelee, let's say mtu ambaye labda, let's say mtu kama Mwajuma. Mfano Mwajuma, she's a female entrepreneur, ana kampuni yake ambayo ana operate, ana biashara zake ambazo anazifanya, na hizo biashara anatakiwa aziwekee ziwe na vision zake, ziwe na mission ambayo anatakiwa afanye. Anawafanya kazi ambao anatakiwa, lakini it's all about the vision and the mission of that company, biashara yake anayoifanya. Kwa hiyo kuna goals ambazo anatakiwa aziset. Lakini before business goals au hizi malengo ya kibiashara, kitu cha msingi sana ni hizi personal goals, kwa sababu hizi personal goals zitadetermine hizi business goals. Miongoni mwa mfano kwenye hiyo repetition nature ya hizi business goals, mfano mimi hapa nathamini sana mteja. Kuna kitu kwenye biashara, kuna kitu sisi tuna kitu kinaitwa customer na kuna kitu kinaitwa client. Kuna watu wawili, kuna mtu anaitwa client na kuna mtu anaitwa customer. Kwa wanasheria hizi law firms ndio zinaelewa sana. Client ni mteja anayejirudia. Yaani wanasheria wanatumia sana client kwa sababu mimi Menas, kama ni mwanasheria, wewe una biashara yako, mimi nikiwa mwanasheria wako, na maana you are my client, kwa maana kwamba mishe zako zote za kisheria mimi nitakuwa na solve. Kwa hiyo you are not a one time customer. Lakini when you talk about customer, ni kama dukani, mtu anakuja ananunua kitu anaondoka, hujui kama atarudi tena. Kwa hiyo hawa customers they are not repetition yani sio wale unajirudia. Kwenye biashara yako, mteja yoyote anayejirudia tunamuita client. Mteja ambaye anakuja mara moja ameondoka, hujui kama atakuja tena, tunamuita customer. Lakini Kiswahili hakina maneno mengi, hakina misamiati mingi, wote tunawaita wateja. Kwa hiyo when you set your business goals, build clients, don't build customers. Kwa sababu when you build a client, ni yule ndo ambaye anakuta amependa biashara yako, anarudia tena, anarudi tena, anakuambia saisha hiki. Kwa hiyo kapenda, na wale ndo wateja ambao they can make you grow. Kwa hiyo when you set your business goal, tunaongelea hivyo. Yani once you have this mindset, hata biashara yako utakuwa na nidhamu. Ndio maana makampuni makubwa yanakuwa na kitengo cha customer service kwa ajili ya after nini wanaita after sales services. Wanakuwa na call center kwa ajili ya kupokea maoni ya wateja. Lengo ni ku-attract our repeating customers. Kwa sababu once you have repeating customers, your company will grow forever. But when you have a one-time customer, you can't say yourself you are successful. Huwezi kufanya prediction za mauzo, prediction za ukuaji wako wa biashara, kwa sababu hujui hawa one-time customers watakuja mpaka lini. But when you have repeating customers, you can predict kwamba with these repeating customers, mpaka kufika miezi 3 ijayo, they will grow by this percentage. Kwa sababu unajua hawa watarudi tena. Kwa hiyo hii law of repetition, I'm talking in that way, Mr. Menas, kwamba once you have this in mindset, even when you set, kwa vile wewe una routine yako ya kila siku ni repeatable. Unaamka asubuhi unafanya mazoezi, kutoka kwenye mazoezi unaenda kufanya, yani it's repeatable in nature. Hata biashara yako utaiset in a repeating basis. Sio kama nimekujibu Menas. Yeah, sure. Hapo umenipa mwanga, kwa sababu moja ya kitu kilichokuwa na jaribu ku brainstorm kwenye kuseparate activities ilikuwa inaleta changamoto kidogo, kwa sababu kama mimi nina kampuni moja kwa moja, niko liable ku make sure vitu vinaenda kwenye kampuni, na the same time natakiwa nipambane kila siku kwa ajili ya personal goals, na kama na familia na kuwa na family goals. Kwa hiyo na ilivyokuja naongea hivyo kidogo ilikuwa ni confuse, ila at least umenipa mwanga.
now I can think more than that nilivyokuwa nafikiria mwanzo. Okay, nashukuru. Asante. Kwa mwingine ambaye ana swali au anataka kuuliza chochote, karibu. Okay, basi ninaomba mimi niulize swali ama ninatamani kufahamu, kwa kuwa wewe umejitambulisha kama mfanyabiashara, ningependa kufahamu kwa mtu ambaye hajawahi kufanya biashara yoyote lakini amewahi kufikiria kufanya biashara. Labda sijajua, pengine mtu anaweza akawa na changamoto labda kwenye mtaji au kwenye eneo au kwenye soko, lakini amewahi kufikiria kufanya biashara bado hajaanza. Kwa hiyo nilikuwa naomba aidha ama utoe mwongozo kwamba mtu akitaka kujiingiza kwenye biashara ni vitu vipi ambavyo anaweza akavizingatia ili biashara yake iweze kustand out. Okay, kwa kifupi naweza kusema kwamba ujue kuna vitu kadhaa. Kwanza kuna biashara ni neno pana sana. Kuna pia hivyo kuna outer meaning, maana nyepesi, ndio kama hii tuliozoea kwamba tunafanya biashara. Kuna hii ya kawaida ambayo tunaweza tukasema kwamba okay, kama hivyo mitaji, kwamba atafute watu wa kufanya nao kazi, si mitaji aenda sajili kampuni, kuna hii ya kawaida. Lakini when we go in, sometimes tunasago sana kwenye vitu tunavyofanya kwa sababu it's against what we are supposed to do. Yani tunasago sana kwa sababu tunachokifanya it's against our calling. Issue nzima pale huwa ni namna gani tunaweza tukaibadili calling yetu kuwa biashara. Hiyo ndio swala la msingi sana. Namna gani tunaweza tukakibadili kile kitu tunachokipenda kwenda kuwa biashara. Kwa mfano mimi nafanya biashara kama hii kampuni kama nilivyosema, lakini najua kabisa this is not my calling. Na because it's not my calling, hata kwenye kampuni yangu kuna baadhi ya vitu ambavyo mimi kwangu haviendi, nimeweka watu wanisaidie kufanya viende. But kutokana na maisha yetu, namna tunavyoishi, kwa maana kwamba namna ambavyo tumekuzwa, familia tulizozikuta, tunakuta there's no way ambayo sisi tunaweza tukakwepa haya mambo. Naomba nitoe mfano kujibu swali lako. Zamani kwenye familia zetu za Kiafrika tulikuwa na utamaduni fulani ambao utamaduni huo sasa hivi ndo wenzetu sana Wahindi, Waarabu wanaishi utamaduni ya Kiafrika. Zamani ilikuwa unazaliwa kwenye ukoo wa wafanyabiashara fulani, au unazaliwa ukoo ambao tayari wewe unazaliwa jini zako ziko kwenye talent fulani. Hivi si mnajua kwamba hizi jini, unajua haya mambo is gene, kwa maana genes kwamba zile genetic makeup. Hizi genes wanasema ukiwa mnene, yani wewe mwanamke ukiwa mnene, mume wako akawa mnene, alafu katika kipindi hicho cha unene mkazaa mtoto, it's like leo mtoto atakuwa na genes za unene. Lakini kama nyie mko kwenye hali yenu ya ujana, nyie ni wembamba wote, maisha hajawapata mkawa wanene sana, huyo mtoto atakuwa na genes za wembamba. Hizi genes zinabadilika kutokana na wazazi wanaobadilika. Kwa hiyo zamani ilikuwa kama wewe umezaliwa kwenye tamaduni ya watu wa mitishamba, labda pale kijijini inajulikana kabisa mzee fulani, labda mzee Hamisi kwao ni waganga, labda ni madaktari wa kijiji. Unakuta pale familia nzima, yani ukoo mzima ule, that's how you are. Mtoto, baba, mama, yani inajulikana huo ni ukoo
wa wataalamu wa mitishamba au wa madaktari wa kijiji. Kwa hiyo ikitokea mtu yote anaumwa, watatoka vijiji vya mbali kuja pale, na you will make money through that. You will become businessmen successful in your business through that way. Inajulikana kabisa familia fulani ni wanamuziki. Kwa hiyo ikitokea harusi za vijiji vya mbali, watawaita wale. Kwa hiyo wale unakuta kuna waimbaji, wapiga marumba and everything. Ule ni ukoo wa wanamuziki, inajulikana hivyo. Inajulikana hawa wenyewe labda ni wafugaji, that's how. Hawa ni wachungaji, ni hivyo. Hawa ni wakulima, that's how it was. Na ilikuwa ni easy sana kutengeneza ile sustainability, kwamba watoto wetu na watoto wetu hata kuoana ilikuwa wanaoana kwa staili hiyo, namna gani wanaweza wakaretain ule mfumo wao. Sasa mimi siku moja nimekaa nyumbani, nikawa nacheka. Niko pale nyumbani na mzee wangu. Mimi mzee wangu ni the veterinary doctor. Amesomea mambo ya mifugo. Nyumbani kwetu pale ana chumba chake anakiita maktaba. Alikuwa anapenda sana kusoma. Ana mavitabu mengi ya mambo ya physiology, botany. Sasa ana watoto 7, hakuna hata mtoto mmoja ambao nimesomea hayo mambo. Hamna hata mmoja. Mtoto mwingine mimi nimesomea mambo ya bookkeeping na commerce, nimeingia kwenye biashara. Mwingine amesomea mambo ya udaktari wa binadamu. Mwingine sheria. Hamna ambaye amesomea. Sasa unashangaa huyu mzazi miaka yake yote anarahisisha nini kwa hawa watoto? Yaani hamna sustainability. Angalia wewe kwenye familia yako. Wewe mwenyewe angalia pale nyumbani kwenu. Wazazi wako wana nini wanachokiacha? Sasa hiyo inishi sana kwenye biashara, kwa sababu when you talk about business, sio kuuza na kununua, labda kufungua biashara ya kuuza na kununua hizi tunazofanya hizi za kufungua duka. No, your talent, your profession, how can you turn it into business? Wewe ni mwanasheria, how can you inspire your husband, your children to be lawyers? Yaani kuna maana gani wewe kuwa na law firm alafu watoto yako hamna mmoja anataka kuwa mwanasheria? There is no sustainability. Ndio maana mzee wangu Reginald Mengi, my role model, Reginald Mengi amefariki. You don't hear anything about IPP tena. Lakini angalia watu kama Mo, angalia watu kama Baresa yule ni mzee, hata watu hawamjui Baresa watu wamemjua kipindi cha Magufuli. No one knows Baresa. Lakini sustainability ya vitu vyake, kampuni zile hasimamii yeye. Kwa hiyo that's how it is. Lakini haya mambo yalianza kwetu. Maybe kutokana na mambo ya ukoloni, tulipelekwa sana huko nje, nini vitu vikawa shagabagara, lakini in reality it is so painful. It has to start with you. Wewe uliniuliza swali, inaanza na wewe au moderator. Start with you. Ni ngumu sana wewe kuanzisha biashara sasa hivi. Utaanzisha, utafika, mtoto wako ukifa watagawana hizo maurithi, mirathi, narudi zero. Yaani unaangalia kesi nyingi mirathi, baba kaacha nyumba, gari. Rafiki yangu hapa Juma anapambana na kampuni yake anaijenga. Watoto wake unashangaa atakuja hamna mwenye interest, kajenga majumba ni wanakuja kugawana hizo mirathi, they start afresh. Every day we are starting afresh. Kwa hiyo we have to start with ourselves. How are we inspiring our generation? Maybe his talent zetu, kama wewe ni mfanyakazi, biashara sio kwamba uache kazi ufanye biashara. No, inspire your household to do what you are doing if you like it. Inspire, sio kumwambia mtoto wangu soma hiki. Inspire, make them be happy to be that way, the way you are. Kama wewe ni askari, wafanye wapende kuwa askari kwa sababu baba ni askari. Tengeneze generation kwamba huu ni mkoa wa askari, kwamba huu ni mkoa wa sheria. That's how businesses are made. Business are generational. Businesses are not one time or one man show made. No, it's generational. Nilimsikiza Mo anasema biashara hii ya Mo, bibi yake ndo alianzisha hiyo biashara miaka 60. Bibi akamkabidhi mzee Mo yule mzee Dewji kampa Mo anaipeleka na wachia watoto wake. Lakini kwetu hapa tunajua tu pale kwa Wachaga pale kuna mzee alikuwa anaitwa yule Mapesa yule kwa Chadema, was a very wealthy person, kafariki. Hamna. Kulikuwa na mzee Mkono pale Dimrod Mkono Msoma kule, alikuwa na law firm kubwa sana, kafariki, hamna kitu. Kwa hiyo African wealth, African businesses are not generational. Kwa hiyo nimejibu hivyo so wide, sikutaka nijibu tu juu, lakini nachoweza kueleza ni kwamba it starts with us.
Let's see how we can build generational businesses. Nashukuru sana. Asante. Kama kuna mtu mwingine ana swali, karibu. Ya, fikiri kama watu wana maswali means kila kitu kimeeleweka. Ndio, naona wamekaa kimya kwa dakika kadhaa. Basi Mr. Gerard, ningependa labda useme neno la shukrani, alafu tutamalizia. Karibu. Mimi nashukuru kwanza kwa kunikaribisha kwenye group lenu, lakini pia nashukuru kwa uwepo wenu. Naamini ni kuna kitu utakuwa umejifunza, naamini hujapoteza muda wako. Maybe there's something ambayo umetoka nayo, naamini hivyo, kwa sababu binafsi pia huwa napenda sana kusikiliza na kusoma vitu mbalimbali, kwa sababu naamini katika kusikiliza na kusoma naweza nikatoka na chochote. Kwa hiyo nashukuru sana kwa uwepo wenu, na kinihitaji tena mara nyingine nitakuwepo kwa ajili yenu. Nashukuru sana. Asante kwa niaba ya wasikilizaji na mimi na kwa niaba ya viongozi wenzangu, ninapenda kusema asante kwa kuchukua muda wako kwa kuweza kuzungumza na sisi, kutushirikisha mawili matatu juu ya kupanga malengo binafsi na malengo ya kibiashara. So Mungu akubariki katika biashara zako pia. Okay. Basi kwa wale ambao tumekuwa pamoja nasi, naona hapa tuko watu 8. Mimi napenda niwashukuru kwa kushiriki kipindi hichi, lakini pia sio mwisho. Kila mwisho wa mwezi tunakuwa tuna kipindi kimoja. Unaweza ukatembelea ukurasa wetu unaweza ukatembelea kwenye website yetu kuangalia ratiba ya mada zetu. Kila mwisho wa mwezi tunakuwa na mada tofauti na wakufunzi tofauti. Lakini pia msiache kutufuatilia kwenye channel yetu ya YouTube inaitwa Upekee Program, ambapo kuna program pia zinaendelea. Kwa sasa kuna program ya Upekee wangu ambayo inaruka kila siku saa 12 asubuhi, ikiwa na jumbe tofauti kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya biashara zetu na mambo mengine mengi. Lakini pia kuna programu ambazo ziko njiani, ziko katika maandalizi, zitakuja kuhusu teknolojia na mambo mengineo mengi, uwekezaji na kila kitu. Kwa hiyo ninawasihi muendelee kutufuatilia, na pia tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Tuendelee kuwa pamoja. Asanteni sana na muwe na wakati mwema. Lakini pia naomba niwakumbushe, ukiingia kwenye website yetu kuna Google Form kwa ajili ya mrejesho ama feedback kwenye kila kipindi tunachokifanya. Kwa kama umeshiriki kipindi hiki, basi ninaomba upitie ile form uweze kuijaza ili tuweze kujua ni sehemu gani tunahitaji kufanya maboresho zaidi na ni sehemu gani tunahitaji kuweza kuweka vitu sawa ili vipindi vyetu viwe vinaenda
vizuri kama ambavyo utakuwa unatamani. Kwa hiyo ninawasihi muweze kutembelea ukurasa wetu na kuijaza hiyo fomu ili vipindi vyetu viendelee kuwa bora kila siku. Asanteni sana, Mungu awabariki.